Jamaa hapa anaitwa Alex. Yupo kwenye moja ya chimbo la madada poa hapa mjini, lakini macho yake muda wote kwenye simu tu. Kuna picha anaiangalia, hii picha ni ya mke wake. Basi hii picha inamkumbusha matukio ambao walikuwa wanayapitia mwanzoni wakati penzi ni la moto. Basi yale mahaba na nini anamkumbusha kinoma. Basi anafika huo dada poa ambaye ndo amekuja kumhudumia hapa. Anaambia vipi? Umevutiwa na viuno vyangu vya jana eh? Jamaa anaambia acha huo upuuzi basi. Huyu dada poa naye amechangamka kichizi. Anaambia basi twende ndani basi nikakuhudumie. Basi anaonekana jamaa sio mara yake ya kwanza kufika kwenye hili chimbo hapa. Anamwambia sasa sikiliza. Pesa mbele kama tai. Toa hicho kibunda alafu nikupe huduma. Lakini jamaa anaambia leo sijaja kufanya mapenzi kabisa. Huyu binti anambia hujaja kufanya mapenzi kivipi? Lakini mimi sijali. Toa hiyo hela kwanza. Alafu mambo mengine yataendelea. Jamaa anachomoa milioni, katoa zake 50,000, anampa ubi mkubwa hapa. Basi demu naye anajihesabia kidogo, ambaye ongeza bwana, acha ubaili. Anaambia lakini hatufanyi chochote. Ambia hatufanyi chochote na huu mzigo hapa hauoni. Binti ametumwa pesa mjini bwana. Yaani yeye hii ndo kazi yake ambayo inamweka mjini. Anaambia haya, panda kitandani hapo. Huyu dada poa anaitwa Lilian. Basi anampandisha mshikaji mpaka kitandani. Huku usiku hivi wanaonyeshwa hawa watu wamelala hapa. Lakini huyu dada poa alali hata nini, yeye muda wote macho kwenye saa tu. Anasubiri huu muda wa mshikaji ufike basi aweze kujichenga. Jamaa yani amelala kabisa usingizi. Baadaye huduma imekamilika, anarejea nyumbani. Basi mke wake muda wote apati usingizi. Yani anajiuliza tu huyu mwanaume mpaka sasa hivi yuko wapi? Anasikia honi ya gari, aenda kufungua mlango. Jamaa ndo anaingia, afika, anaketi zake hapa. Mwanamke anaanza kumuuliza unatoka wapi usiku? Na simu zangu kwa sababu gani uokoti? Jamaa anaona hapa kelele zitakuwa nyingi, anaenda zake chumbani. Basi huyu jamaa ana mtoto mdogo wa kiume, huyu dogo anaitwa Diamond. Basi ameenda kuongea na mwanae hivi. Dogo anamwambia mzee, vipi mbona kama uko sawa? Anaambia mimi niko sawa kabisa mwanangu, wewe usiwe na wasiwasi kabisa. Anaambia lakini umebadilika sana hizi siku baba. Jamaa anaambia sijabadilika chochote. Ni vile tu majukumu ya kazi yamekuwa mengi. Kwa hiyo mwanangu usiwe na wasiwasi kabisa. Dogo anaambia kweli. Jamaa anaambia kweli mwanangu, wewe usijali, nakupenda, nampenda mama yako. Basi na hamna kitu chochote ambacho kitageuza upendo wangu kwenu. Dogo naye anajisikia poa, ana slipu zake pale. Asubuhi imefika, jamaa kwenye ndinga anapita hivi. Yaani yeye akili yake ni kwa udada poa tu. Anafika mpaka huku, basi anamkuta udemu. Leo wamekaa zao tu hapa nje, wanapiga zao mastori yamekuwa mengi kichizi. Kila mtu ana express maisha yake na situation ambazo amezipitia. Basi udada poa leo akaamua afunguke tu maisha yake kwa ujumla na ndugu zake. Basi udada poa anasema yeye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, lakini aliacha chuo wakati yuko mwaka wa pili baada ya wazazi wake kufariki. Yaani alishindwa kabisa kuendelea na chuo kwa sababu alishindwa na ada na vitu vingine ambavyo vingemwezesha yeye kuendelea na elimu yake. Lakini hapo alipo ana wadogo zake wawili na hao wadogo wote wako chuo kikuu. Yeye ndo anawasomesha. Basi jamaa alikuwa surprised sana kusikia hii story ya udada poa. Udada poa naye anamwambia hivyo. Yaani mimi ndiye baba na mimi ndiye mama kwenye familia yangu. Lakini na hii kazi ndio ambayo imenirudisha chuoni na nikamalizia mwaka wangu wa 3 kwenye fani yangu ya engineering. Basi udemu ana degree ya engineering unaambiwa, yani amesoma na ana degree yake. Lakini tu ni hivyo tu, maisha yamemchapa mpaka akaangukia kwenye hili wimbi huku. Basi analalamika alipoteza bikra yake. Siku ya kwanza tu anakutana na mwanaume ambaye amekuja kumnunua. Jamaa amerudi huku anachati na huyo demu kwenye simu. Mke wake amefika mpaka hapa. Anaambia sasa mpenzi wangu, nimekumisi kichizi. Jamaa anambia yani sina mudi ya kufanya huo upuuzi. Yani sina mudi kabisa. Anaambia umekuwa upuuzi. Unajua mimi ni mke wako na hii ni haki yangu kabisa kuipata kutoka kwako. Au unataka nitoke huko nje nikapate wapi? Nataka kufanya mapenzi na wewe sasa hivi. Jamaa anamwangalia demu, yani amuelewi kabisa mke wake. Anaambia usinifungue, nimekwambia nimechoka na sina mudi ya kufanya hivyo. Lakini demu anaambia mimi ninayo sasa. Anaambia mimi sina, kwa hiyo unataka unilazimishe? Yani sina na sijisikii tu kufanya huo upuuzi sasa hivi. Demu anaambia umebadilika kichizi, yani wewe sio yule mume wangu ambaye ulikuja kunioa na ukaniahidi makorokoro ya kutosha.
sio wewe kabisa, yani sio wewe ambaye ulikuja kuni approach. Jamaa akamwambia hizo kelele zote zinatoka wapi? Mimi nishakwambia sijisikii kufanya mapenzi kwa sasa hivi. Jamaa anachukua mto wake, anaambia na kama vipi humu ndani basi utalala peke yako. Demu anamwangalia huyu mwanaume, anaona hapa kweli kazi ipo. Asubuhi jamaa kama kawaida amfika kwa dada Poa. Demu anatoka zake room nini, anaambia Alex umefika? Anaambia basi nimekuletea kimzigo hichi zawadi, nenda katesti hizi nguo. Demu katesti nguo, zimemtoa kichizi, mixa wigi nini. Anafika anaanza kumsifia jamaa na kumshukuru. Jamaa anamtoa out demu, kumbe kamnunulia nyumba. Anafika mpaka huku demu anashangaa, hii nyumba ni ya kwangu? Jamaa anambia ndio. Basi demu alikuwa na maswali mengi sana ya kujiuliza kuhusiana na huyu mshikaji, lakini jamaa anaambia hayo yote ni kwa sababu Mungu amenileta kwenye maisha yako. Jamaa anashangaa, yani huyu demu haelewi kabisa, anaona haya mambo mbona mapya, yani ni mambo mageni kabisa kwenye maisha yangu. Basi hivyo masaa kadhaa huyu demu akamwita mpaka rafiki yake. Huyu demu ni malaya mwenzie, anajiuza huko barabarani. Anafika mpaka hapa, anaambia hivi, nishakusimulia jamaa ambaye ananilipaga hela na hataki tufanye chochote usiku, ndo ameninulia na hii nyumba. Anaambia wewe una uhakika hataki kukuchuna ngozi huyu? Basi usiku hapo umefika, jamaa anapita na mke wake mitaani hivi, anashangaa anamuona yule dada Poa amerudi tena kwenye ile gang. Anashangaa huyu demu ni vipi anatoka mpaka pale, anamwacha mke wake kwenye gari, yani ajali hata amempakia mke wake. Afika mpaka pale, anamvuta udemu, anamleta chemba, anaambia unafanya nini hapa? Nini kimekuleta hapa? Anaambia mbona kama unataka kuniongoza sana, yani maisha yangu unataka kuyasimamia kichizi. Anaambia nimekununulia nyumba, nimekufanyia kila kitu, nataka maisha yako abadilike. Basi yule mke wake akaona huyu mwanaume ashaleta dharau tena, kawasha gari amesepa. Lakini jamaa hajali chochote, kamvuta bibie, ameondoka naye mpaka pale vile. Haya, huku nyumbani sasa kimenuka, yani mke amefika hivi amepoa pale, amekasirika kichizi. Jamaa anafika, kila akifungua mlango demu afungui, yani amekaa anapata stress, anajiuliza mume wangu amepatwa na nini au amelogwa. Jamaa kila akigonga huku nje, bibie ni kama hasikii chochote ambacho kinaendelea. Basi jamaa anajipigisha mastori hapo, anajiombesha msamaha na nini, msamaha wa uongo, lakini bibia anajua kabisa huyu jamaa sijui ni nini kinamwendesha lesi hivi. Asubuhi hivi mwana amefika mpaka kwa huyu mchumba huku, anashangaa kicheki, anaona hii kepu si ni ya kiume hii. Anaambia hivi ni vitu gani? Ghafla kuna mwana anatoka zake chumbani huku, anachomea. Anaambia we nani bro? Anaambia bro, mind your business. Wewe vipi tena? Anachukua kepu yake pale, anachukua na t-shirt, basi anajivalisha. Jamaa akaona dharau zimezidi sasa, akamvuta mpaka huyo mshikaji, kaba weka chini, makonde hii za chemba hapa pale hivi. Demo anamsukuma mshikaji, anaambia muache hivi mbona kama unataka kuniingilia sana kwenye maisha yangu? Jamaa akamtimua kabisa. Huku kesi sasa inabakia kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anashangaa tu hapa, ajui hata afanye nini. Mwana narudi, anaambia vipi, washa na kibao ambaye nimefanya yote haya, yani sitaki tena wewe urudi kwenye huu maraya, lakini wewe hutaki kuelewa. Basi jamaa leo amekuwa mbogo kichizi hapa ndani, yani anoge hata kidogo. Anamfokea binti, anaambia kama utaki ni kuingilia kwenye maisha yako, basi utarudi kujiuza. Binti naye anaambia niache nikajiuze, kwani lazima unisimamie kama mzazi hivi? Niache nikajiuze, mbona nilikuwa naishi maisha ya amani tu. Jamaa anambia kwa hiyo kujiuza kule barabarani ndo maisha ya amani? Bibia naye amekuwa mkali kichizi. Basi baada ya pale vile, jamaa alikaa muda kama wa mwezi hivi hajatokea kabisa kwa yule demu. Yani alikuwa disappointed na lile tukio, mpaka amechukia kabisa hata kwenda kwa yule demu. Huko amelala, bibia anajipigisha visimu, ajui hata kama huyu jamaa yuko na mke wake huko nyumbani. Yani usiku anapiga tu haya masimu yake. Mke wake leo akaifumania hii simu, akaichukua, akasema huyu nani anapiga tu simu, ajui kama huyu jamaa ni mume wa mtu sasa hivi. Akachukua ile namba akaikopi kwa pembeni, yani akachukua namba ya yule demu akaikopi kwa pembeni hivi. Asubuhi imefika, basi akampigia yule mtoto wa kike, akampa maelekezo pale. Yule demu hakujua kama huyu mtu ambaye anampigia basi ni mke wa yule jamaa, hakujua kabisa kama ni mke wa Alex. Basi alimpa maelekezo mpaka huyu demu alifika mpaka nyumbani kwake. Anamwambia umekuja kufanya nini nyumbani kwangu?
kama wewe ni mke wa Alex. Yani hapa mchumba tayari kashajitambulisha kila kitu. Anaambia umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Anaambia nimekuja kukupa onyo. Yani sitaki kukuona tena. Yani sitaki kukuona tena ukiwa karibu na mume wangu. Yani sitaki kukuona. Na nikikuona nitakuja kukuvuruga, nitakufanya kitu kibaya. Bibi anakaa chini anasema, leo kazi ipo. Basi bibi anaambia umesikia? Yani nimekuja kuongea na wewe kama mwanamke mwenzangu. Sitaki kabisa uhatarishe ndoa yangu. Yani nataka nikae kwa amani. Mimi na mume wangu tuna mtoto. Jaribu kutuelewa. Akirudi huku kwa mume wake, anaambia wewe malaya, nimeenda mpaka kwa mwanamke wako. Kumbe unanichiti na wewe malaya. Yani yule malaya anajiuza barabarani. Wewe unanichiti na wewe malaya. Ni nini umekosa hapa ndani eh? Wewe mwanaume vipi? Basi ni mwendo wa kufoka tu, si unajua wanawake tena hawana breki. Basi jamaa kama kawaida yake, yani yeye akichoshwa tu na kelele za udemu, anabeba zake mto, anajichenga hivi. Asubuhi imefika, jamaa moja kwa moja mpaka kwa Lilian. Anafika mpaka huku, anaambia mke wangu alifika hapa. Anaambia ndio alifika. Anaambia kwa nini hukuniambia kama amefika? Akamwambia sikuona kama kuna hiyo haja ya kukuambia, kwa sababu akufanya kitu chochote cha maana hadi mimi nikuambie. Wakati huo mke wa Alex naye hajachoka kabisa kuja kwa huyo Lilian. Leo amefika tena mpaka hapa. Anamfokea kama kawaida. Lakini huyu dada Poa naye hajataka kukaa nyuma kabisa. Anamwambia huyo mume wako nina ujauzito wake wa miezi miwili. Huyu mke wa Alex anaambia sasa sikiliza, yani kama unajidanganya kama una ujauzito wa mume wangu, hilo sahau. Mume wangu hana uwezo wa kuzalisha, hana huo uwezo. Basi bibi amekaa tu hapa anatumbua mimacho, anashangaa hii mechi inaendelea hapa. Kesho asubuhi bibi ambeba begi anafika mpaka huko nyumbani, anambia nimekuja mimi mke mwenzio na nimekuja kumfuata mume wangu mpaka hapa nyumbani kwako. Huyu demu anashangaa, wewe malaya unasema nini? Siwezi nikakaa na malaya humu ndani na mume wangu hajaoa. Basi anaanza kumfukuza. Mixa anamtupia mpaka mabegi huko, piga na kofi, tupa kule mizigo yake yote. Wakati huo Alex naye anafika nyumbani kwake. Huyu Lilian kumbe ameagizwa, yani amealikwa na huyu Alex aweze kufika hapa nyumbani, yani kama amepewa appointment hivi. Kwa hiyo Alex anamwambia mke wake, usimfukuze huyu, nimemuita hapa mpaka afike hapa nyumbani. Aya, wameingia mpaka ndani hivi. Binti akawana namna tena, lakini analalamika, anaambia udemu sitaki kumuona, aende huko akajiuze barabarani. Yani sitaki kumuona kabisa nyumbani kwangu. Alex anamwambia hebu tulia, nimemuita huyu kwa sababu maalum kabisa. Yani upuuzi wote ambao ulikuwa unaufanya mimi nimeshaugundua siku nyingi tu, lakini nilikuwa nakuvungia. Sasa hapa hivi tunapata story, ni kitu gani ambacho kimemfanya Alex asilale nyumbani na aweze kulala na madada Poa na asimpende kabisa mke wake, wakati ndo alikuwa mwanamke wa ndoto zake. Sasa tunarudishwa nyuma kidogo hapa kwenye story. Alex anasimulia, anasema miezi miwili nyuma aligundua kama yeye hawezi kupata mtoto, yaani mfumo wake wa uzazi una shida, na hiyo shida ameipata miaka 14 nyuma. Kwa hiyo hata huyu mtoto ambaye tunamwona hapa sio mtoto wa Alex kabisa. Bibie baada ya kugundua kama mume wake hawezi kabisa kumpatia ujauzito ili aweze kulinda mimba yake, alienda kupandikiza mtoto. Yaani alichukua mbegu za mwanaume mwingine akapandikiza na akapata mtoto, ndio yule mtoto anaitwa Diamond. Kwa hiyo jamaa hivyo visa vyote anamfanyia mke wake, hampendi mke wake ni kwa sababu ya hivyo vitu. Anamwambia sikutaki, na ndoa kati yangu mimi na wewe imeisha kwa sababu wewe hauna mapenzi ya dhati na mimi. Yaani ulichokuwa unakifanya ni kutaka kulinda tu ndoa na uweze kukaa nyumbani kwangu, uweze kuenjoy vitu vyangu, lakini haunipendi kabisa. Ungekuwa unanipenda ungeniweka wazi na usingefanya upuuzi ambao umeufanya. Wewe na mwanao wote hamstahili kuishi kwenye hii nyumba, lakini kwa vile siwezi kumchukia huyu mtoto ataendelea kuwa mwanangu, lakini ndoa kati yangu mimi na wewe imeisha. Wakati huo wanazungumza hivi, mlango unafunguliwa, huyu mtoto anaingia hapa. Huyu mtoto anaitwa Diamond. Basi anafika mpaka hapa, anashangaa mbona bi mkubwa analia, nini kinaendelea hapa? Moja kwa moja anaenda mpaka kwa babake. Babake anamwambia karibu sana mwanangu. Dogo haelewi, anamwambia vipi, mbona mama analia hapa chini? Anamwambia mama wako ana siri amekuficha, anataka kuambie. Basi jamaa anajichenga, na huu ndo mwisho wa picha yetu. Kama kutakuwa na mwendelezo utaupata hapa hapa Screenplay Hub. Usisahau tu kusubscribe, share, comment, like kwenye channel yetu, utakuwa umetisha kinoma noma.